Mzigo mimi naupeleka wapi? Umetoka wapi? Umetokea wapi baba? Napenda kuja kwenye maisha yangu. Napenda kufuatilia vitu vyangu baba. Angalia sasa kilichofikia. Bila kupeleka wapi? Wewe msichana, wewe umefikaje? Nimefikaje? Hapa kwangu. Kwako? Hapa kwako mimi nimefikaje? Tukio lilotokea jana ulikumbuki au? Mimi naonyesha nakumbuka tulikutana. Yaani maanisha ni yaani kwa nini nitokea? Mimi kwenu napafahamu. Kwenu mimi napafahamu. Yaani kwa hiyo kama kwetu pafahamu na yaani mwandani kwanza umenifanya nini? Mimi ulikuwa unaniaga na mimi mpaka umenipeleka mwandani kwako. Yaani kimetokea nini kwanza ndani? Hebu niambie. La, kama kweli kuna msemo unasema bora umfadhili mbuzi utamnywa mchuzi. Ila sio binadamu. Utambulia matusi. Kukusaidia kwangu barabarani, kukuchukua kukuweka hapo imekuwa kosa. Nisikilize wewe binti. Ulinikuta kwenye mihangaiko yangu. Ukaleta ndivyo sivyo, ikatokea kukotokea, ukazimia. Baada ya kuzimia, nilikuwa sina pa kupeleka zaidi ya kuleta ndani kwangu. Na hapa nashukuru umeamka kwa sababu nilikuwa na msongo wa mawazo, nijua ushafariki. Lakini nashukuru Mungu umeamka. Sasa hivi naomba uchukue kila kilicho chako, nenda mama. Nenda. Lakini mimi nyumbani kwangu sifanyi. Sikiliza. Mimi cha kukusaidia nishakusaidia vya kutosha. Wewe kama vipi chukua, nenda ulizia huko utapajua. Sina mudi na wewe, sina mudi na wasichana. Usijui, yaani umenipeleka ndani kwako, sijui nakwambia nyumbani sikajui. Kama umemshaama kunisaidia, basi nisaidie tu nipeleke nyumbani. Sasa mimi nakusaidia. Kiwango cha kukusaidia ndo hapo mwisho. Ndio nilipofikia kiwango cha kukusaidia. Nyumbani kwako mimi sipajui. Basi kama unataka kunipeleka nyumbani, haina shida, mimi nitakaa hapa. Na imani kabisa dadangu kwa atakuwa ananitafuta sasa hivi. Kwa akija kukuta hapa, tunaenda polisi. Ukae tena kwangu. Sitaki kupeleka nyumbani. Yaani hapa. Yaani ujui jinsi gani ambavyo umeniacha na msongo wa mawazo. Usiku kucha mimi sijalala ujue. Yaani sijalala. Fanya upesi. Chukua kilicho chako kama Mungu na ulichosahau. Uondoke hapa. Sitaki kesi, sitaki kesi. Mimi huko ni mgeni. Yani. Kwa mimi nyumbani sipajui. Njia bado zinamchanganya. Nisaidie tu kunisindikiza kunipeleka tena nyumbani. Dadangu mimi anatafuta. Sawa. Wewe kwenu wapi sasa? Sikule kwa dadangu basi. Ni kwa kwa show kutana siku. Sikia. Kwa kweli shatokea la kutokea. Sio kesi. Mimi Jasmine namjua kwa sababu ni mtu maarufu sana hapa mtaani.
So chukua kilicho chako tuondoke mama, tuondoke. Shachoka, tuondoke. Chukua kilicho chako. Chukua, vaa. Haraka tuondoke. Twende. Tangulia sasa unasubiri. Mikosi tu asubuhi, mikosi. Yaani toka nikutane na wewe na duka. Haya. Tangaza mtaangalia. Nasema kama tawala wako. Ndio nimeanza zaidi. Unajua ni mgeni. Hapa hivi. Acha tu shogangu, ndio hivyo. Hebu subiri kwanza shogangu. Oa, vipi yani mbona kama una mawazo hivyo? Oya, yale nikuta ni mazito mwanangu. Mambo gani sasa? Si unamjua yule demu nilikuwa disiaga yule alinifuata hadi geto kwangu yule. Ya. Basi yule mwanangu jana nilikuwa nimekaa zangu maskani pale na kula kitu. Ndio. Basi kaja akachukua ile sigara yangu kaitupa, kaikanyaga. Sasa mimi kwa hasira mimi nikamzaba kibao. Kwa bahati mbaya sasa akajigongezea ukutani. Kugonga ukutani kazima mtoto wa watu. Kazimia. Sasa pale nikawaza kwamba nimwache pale barabarani au nimsaidieje. Ikabidi sasa nimchukue pale nimpeleke geto kwangu. Oa, nimehangaika naye usiku kucha mwanangu. Wewe unazali mwanangu, unajua kwa umesheleka naye yani ile. Hilo ndo tatizo lako. Kuhangaika naye sio kwamba kuhangaika naye huko unakofikiria wewe. Kuhangaika naye azinduke pale alipokuwa kazimia. Baridi poa, nilikuwa sija kupata poa, tuendelee. Basi ndio hivyo. Kwa bahati nzuri pale asubuhi nimekaa chini pale nawaza nitafanya nini. Kwa bahati nzuri kaamka asubuhi pale, ikabidi sasa nimchukue nimpeleke kwao kule kwa dada yake bondeni kule, na mguu ndo narudi naelekea nyumbani. Kwa lakini mtoto umemwacha yani upo salama fresh? Tatizo lako ndo hilo mwanangu. Mimi madem sifagilii. Mimi madem sio vitu vyangu. Yaani yenyewe imetokea kama bahati mbaya tu. Wewe kweli noma msojo wangu. Mimi sio vitu vyangu madem. Baridi. Mwita, ina maana unioni au? Jasi. Vipi? Safi. Ila mwenzio nina matatizo. Matatizo gani hayo? Ndo wangu tangia jana sijamuona na hajalala nyumbani. Sasa nimechukua maamuzi ya kwenda polisi. Lakini natoka tu nje ya geti namuona anarudi. Namwambia mdogo wangu ulikuwa wapi? Hanijibu. Kwa nimechukua maamuzi naenda kwa mjomba. Penge akija yeye atamweleza kama alikuwa wapi. Aha. Naenda kwa mjomba. Safari njema. Mwita. Ana haujali. Haujaguswa na hili nilokuambia Mwita. Jasi, siku zote ukipanda embe utapata embe. Ukipanda korosho utapata korosho. Na wewe ni pilipili kichaa. Na kusubiri utakapokuwa pilipili mboga nikutumie.
Anko. Anko, karibu. Asante. Habari? Safi anko, shikamoo. Habari. Safi, maendeleo. Karibu. Asante. Karibu bongo tafuta kizuri basi. Hamna anko, mimi siingii ndani. Hata kama kuna hapa nyumbani bwana. Hamna, hapa tuwezi kuongea. Wewe ndio kawaida yako hii siku zote. Kila siku ukijaga unashiaga hapa nje. Hutaki kuingia ndani. Na hii sio mara ya kwanza, mara ya pili. Hamna. Leo nina haraka kidogo, pana tushika hapa. Aya sawa, niambie. Tunajua mimi naishi na mdogo wangu pale nyumbani. Najua. Asa jana hajarudi nyumbani. Nimelala. Nimewaza nitaka nikaripoti polisi. Bahati nzuri natoka kwenye geti asubuhi. Na yeye na huyu hapa nakutana naye. Namuuliza ulikuwa wapi? Asemi. Ulikuwa wapi? Anijibu. Hata anachoongea akieleweki. Kwa nini nikufuate mjomba? Ukazungumze naye, pengine anakwambia alikuwa wapi. Kwani hajakwambia mara alipokuwepo? Anijibu chochote anko ninavyokuambia. Mjomba, mara nyingi sana huwa anakwambia siku zote unatakiwa uishi kama kopo la chooni. Yaani unapokuwa una shida ndio unalitumia, lakini pale unapomaliza ile shida yako unatakiwa usilitupe, unatakiwa uliweke sehemu nzuri ili uweze kulitumia kwa wakati ujao. Lakini mjomba huwa anakwambia sana katika jambo hili, mara nyingi sana huwa anakwambia. Lakini sawa, wacha nikajiandae. Sawa. Kwa hiyo vipi? Maana umesimamisha tangu muda mrefu, alafu umetokea muda. Nimekuambia mimi na 5 tu. 5? Hivyo ukiniangalia jumba ka chini. Tazame. Nenda na hiyo 5. Labda leta 20. 20 hapana. Yaani hapo labda nikuongeze tena 5. Sawa, twende. Ingia basi. Okay. Bye. Yaani mpenzi wangu uchagui sema. Kwa hiyo wewe unamaanisha kazi yangu hii na hapa uliponiona nimevua tu ama? Kwa hiyo wewe umekaa hapo unanichunguza mimi yote? Alafu kingine nipo na mteja wangu sinaibia kazi. Kwa hapa ni yake nitakufuata baadaye, sawa? Kama kaa gudi kama kawaida. Niko mwanangu. Mama anacheza mkeka hapa. Unajua ndo maisha yetu haya mwanangu. Sema jana mwanangu nilipita mtaani pale. Chula fulani. Sasa chula mwanangu. Poa. Vipi hapo? Ndio. Kama kawaida. Sawa. Unaotaka au vipi? Kama kawa mwanangu. Na mambo yako tena mwanangu, hata uache yani ile. Jau. Basi umeona mwanangu ule chula mwanangu kaja boy wake pale kazingua nini, lakini dada nilifanikiwa nilipita naye. Ngoja kwanza. Kwa hizo bei za machulo ndio umekono mwadisi ya Hamisi? Mwanangu kwa mpigana story hapa nini? Hapo unapiga tu demo bure babu. Umemuona huyu? Huyu sijui mikazo zio, sijui. Achana naye, yani mambo ya fagilia hata kidogo. Sio kweli. Sikilizeni mwanangu. Nimekuja hapa mmetulia, mmenikuta ile ni mikeka yangu na tiki fresh. Habari ya madem mimi si like mwanangu. Sikilizeni kabisa. Yaani habari sui nini ya mikazo hoya. Madem sio vitu vyangu bro. Hivi ndio vitu vyangu mimi. Yaani unaona hivi ndio vitu vyangu mimi ambavyo nikivikosa napata stress. Sio madem, sawa? Mwambie na beach boy mwenzio. Ushaikula lakini au mwa date tu mwanangu. Angalia huo. Kasoro hiyo. Sasa nyie kaeni na mtakuja mfe na ukimwi. Endeleza story mwanangu, achana naye bana. Oya mtakuja mfe na ukimwi nyie. Watu pesi babu kama vipi bana wewe vipi? Yenu mwanangu, oya sikie.
maskani kwenyewe kushakuwa jao hapa. Naona mnaita uchawi kibao, longo kibao. Jao kwako wewe vipi? Nyie mtakuja kufana ukimwi nyie. Mimi nawaambia ipo siku mtakumbuka maneno yangu wa shamba nyie. Ondoke. Au vipi? Baridi hapo. Mjomba, nadhani mji wangu hapo utakuwa unaufahamu vizuri tu, na nimekuja hapa kwa ajili ya swala hili moja tu. Ukweli wako unaweza kutuweka sisi kwa dhahiri, yaani mimi pamoja na neno lako. Mjomba, unaweza kutuambia kwamba ulikuwa wapi? Mimi jana nilikwenda dukani, wakati wa kurudi nilipotea. Sasa nikakutana na mdada mmoja, nikamuulizia njia nyumbani iko wapi. Akasema mimi sijui. Alafu saa hizi usiku, basi la kesho asubuhi utatafuta njia ya kwenu. Ndio nikalala. Maana mimi kwa njia sijui vizuri. Mjomba, hivi unawezaje kulala kwa mtu ambaye humjui wala humfahamu? Unawezaje kulala hapo? Na kwa nini umelala? Mjomba, huoni kama hii ni hatari hiyo? Nisikie mjomba, siku zote naamini kwa kama hujui unapokwenda basi huwezi kupotea, na watu wanapokimbia wanakozika udondokea katika maiti nyama. Sasa mjomba, kuwa makini. Ila kama wanidanganya mjomba sana, mimi naenda. Sawa, nadhani umemwelewa. Nimeona, nimesikia vizuri. Mjomba, karibu. Au leta chakula? Hapana. Ila mjomba, kuwa makini. Pita. Mama naongea leo. Karibu. Yapenda. Karibu. Asante. Baby. Fresh. Mwita, naomba tu ndani basi kidogo na mazungumzo na wewe. Tunaweza kuzungumza hapa. Okay, sawa. Mwita, mbona siku hizi umebadilika sana? Imekuwaje? Umeota pembe? Umekuwa na rangi mbili au nimebadilika kwa vipi yani? Sina maana hiyo. Ila au nipigie simu au nitumie message au je nyumbani, yaani movement zote zilizowafanyaga, yaani kimya, sijui shida nini. sio kama sitaki kukupigia simu, sio kama sitaki kukuona, ila Jasi, kwenye haya maisha kaa ukitambua kwamba kuna leo na kesho. Nimekuwa nikikupambania maisha yako, nikuhangaikia sana juu ya tabia zako, lakini jitihada zangu zote hazikuwa na matunda kwako. Mara zote ulishia kunidharau. Okay, kwa sasa
nimeamua nibaki na maisha yangu, nikuache urelax mpaka pale utakapoona upo tayari kubadilika, upo tayari kuwa na mimi. Nitakukaribisha kwenye maisha yangu. Sio kwamba sitaki kubadilika Mwita, napenda sana na natamani hata mimi ipo siku niitwe mke wa mtu. Kwanza kwa sasa hivi hii kazi mimi nimeichoka, yaani nazidi tu na mara watoto wazee yaani hivyo ndio nimechoka na hii kazi. Ila kinachonifanya mimi niendeleze hii kazi Mwita, kama mimi naishi na mdogo wangu, anahitaji kula, kuvaa, mimi mwenyewe kula, kuvaa, yaani maisha yote. Je, kama nisifanye hii kazi nitaishi vipi? Yasmin, shaongea sana. Na mara zote nimekuwa nikijifunza jambo hili. Ila kwa sasa naomba nikuache. Unapokuwa tayari, niko tayari. Unaweza ukaenda. Basi hatuwezi kuongea na mama. Tunaanza kazi. Utanipigia simu nikikuhitaji. Wewe ndio nani kitapita? Acha tu sana mtani hapa. Kwambia kapita hapo sister. Ongea sister nao rejesha. Yes. Kitapita.